Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Shalom, shalom. Ninatumaini mnaendelea vizuri. Mungu azidi kuwabariki, Mungu azidi kuwainua, na tunaamini kwamba kupitia maombi haya kuna neema ya Mungu ambayo inaachiliwa. Kuna mkono wa Mungu ambao utaenda kutenda makubwa. Amen. Kumbuka kwamba siku ya leo ni siku ya 8 ya maombi yetu kwa ajili ya kufungua malango ya mwaka 2026. Na maombi ya siku ya leo ni maombi ya kuachilia neema ya kutembea kwenye kusudi la Mungu kwa ajili ya mwaka 2026. Maombi ya kuachilia neema ya kutembea kwenye kusudi la Mungu kwa ajili ya mwaka 2026. Kitu kimoja ambacho unatakiwa kujua ni kwamba kila mwaka kunakuwa na kusudi la Mungu ndani yake. Kila mwaka, kila mtu ana kitu ambacho ni cha kimungu ambacho anatakiwa aweze kukitimiza au ambacho anatakiwa aweze kukifanya. Kwa hiyo ni muhimu sana ukiwa kama mtoto wa Mungu ujue ni nini ambacho unatakiwa kukifanya kulingana na nyakati na majira uliopo. Kwa mfano kama huu mwaka 2026, kila mtu ambaye unanisikiliza unatakiwa kujua kwamba kuna kitu ambacho unatakiwa kukifanya na ndilo kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Sasa watu wengi sana kutokana na kutokuwa na maarifa sahihi au macho na masikio yao ya kiroho kufungwa, wanakuwa wanashindwa kujua ni nini ambacho unatakiwa kukifanya kwa wakati huo. Na ni muhimu sana ukiwa unaingia kwa mfano mwaka mwingine, huu mwaka ukiisha, tukiingia mwaka 2027, mwaka 2028, kila mwaka ambapo unakuwa unaingia, hakisha kwamba unakuwa sensitive to the Holy Spirit au unakuwa msikivu kwa Roho Mtakatifu ili uweze kujua ni mission gani, ni kitu gani, ni kusudi gani, ni jambo gani ambalo unatakiwa kulifanya katika huo mwaka, ili usije miss out the opportunity of doing God's will. Usije miss out to do what God has called you to do in that particular season. Amen. Na unatakiwa kujua kwamba katika kila majira kuna kitu ambacho Mungu anakuwa amekiachilia na anataka ukifanye wewe kama mtoto wa Mungu. Amen. Kwa hiyo siku ya leo maombi yetu yatakuwa ni maombi ya kuachilia neema ya Mungu ambayo itatusaidia kutembea kwenye kusudi la Mungu. Tunataka tutembee kwenye kusudi la Mungu. Hatutaki kutembea kwenye makusudi yetu wenyewe. Hatutaki kutembea kulingana na kalenda ya shetani. Hatutaki kutembea kulingana na kalenda ya adui juu ya maisha yetu, bali tunataka lile shauri la Bwana ambalo Mungu tayari ameshaliweka, ambalo Mungu tayari alishaliandika, ambalo Mungu tayari alishalipanga, ndilo ambalo tunataka litimie mwaka 2026. Na tukisoma neno la Mungu katika Yeremia 29:11 inasema, kwa maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Ili ndo ambalo kusudi la Mungu ambalo Mungu ameliweka juu ya watoto wake. Ni kitu ambacho ni chema, ni kitu ambacho ni cha mafanikio, na Biblia inasema ni mawazo ya amani, ni mawazo ya amani. Kwa lile kusudi ambalo Mungu anataka ulitimize ni kusudi ambalo kwanza litakuletea amani, halitakudhoofisha, halitakusababishia mabaya. Na Mungu mwenyewe amesema wala si ya mabaya. Yaani Mungu hatuwazii mabaya sisi, anatuwazia mema. Kwa hiyo hata huu mwaka 2026 Mungu anatuwazia mawazo ya amani na wala si ya mabaya. Na anaendelea anasema kwamba kuwapa ninyi tumaini, kutupa sisi tumaini mahali ambapo hatuna tumaini, kutupa sisi tumaini mahali ambapo mazingira pengine havionyeshi kama kutakuwa na kitu chochote ambacho kizuri kinaweza kikatokea kwenye maisha yetu, kutupa sisi tumaini mahali ambapo tayari shetani alishaleta uharibifu. Amen. Kutupa sisi tumaini mahali ambapo pengine tumekata tamaa kulingana na majaribu ambayo tunakuwa tunapitia siku zenu za mwisho. Hii Bible verse ni very strong Bible verse. Ukiisoma huku ukaielewa kulingana na namna ambavyo Roho Mtakatifu atakavyokuelekeza, inasema kwa maana ninayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani
wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Amen. Mungu anatuwazia mawazo yaliyo mema. Mungu anatupenda. Mungu anatujali. Mungu yuko pamoja na sisi, hata katika mazingira ambayo tunaona kwamba tumeshindwa, hata katika mazingira ambayo tunaona kwamba tumechelewa, hata katika mazingira ambayo tunaona kama vile vitu havitokei, bado Mungu anatuwazia yaliyo mema. Inawezekana wewe ambaye unanisikiliza sasa hivi unapitia hali ya kukata tamaa, unapitia hali ya huzuni, unapitia hali ambayo mara nyingi unakuwa unalia kuliko kucheka, unapitia katika hali ambayo wewe mwenyewe unajiuliza, hivi nitatokaje hapa? Lakini Mungu anasema, ninawawazia mawazo yaliyo mema, mawazo ya amani, wala si ya mabaya. Hayo mabaya yanayokukuta wewe huwa yanatoka nini? Yanatoka kwa adui, lakini sio kwa Mungu. Mungu yeye anatuwazia amani, lakini pia mbali na kwamba Mungu anatuwazia amani, anatuwazia kutupa sisi tumaini. Na tumaini huwa tunalipata pale ambapo tunapokuwa tunasoma neno la Mungu. Na ndio maana ni muhimu sana, ukiwa kama mtoto wa Mungu, jifunze kusoma neno la Mungu. Neno la Mungu linasababisha upate tumaini kupitia imani, kwa sababu neno la Mungu linakupa imani, na ile imani inazaa tumaini ambalo linakusababisha uone mambo kulingana na neno la Mungu ambavyo linasema, kuliko mazingira ambayo yanakuzunguka. Sasa tunaposema kwamba kuhusu kusudi la Mungu, hatumaanishi tu kwamba labda kuwa mhubiri au kuwa nini. Kuna vitu vingi sana, ambavyo vinahusiana na kusudi la Mungu. Na siku ya leo inawezekana ukawa hapa uelewi ni nini ambacho unatakiwa kufanya, uelewi ni nini ambacho unatakiwa kukifanikisha mwaka 2026, na ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kumwomba Mungu. Siku ya leo tunaenda kumwomba Mungu kwa ajili ya kutusaidia ili aweze kuachilia neema ya sisi kuweza kutembea kwenye kusudi la Mungu mwaka 2026. Mwaka huu 2026 hatuta miss any opportunity ambayo Mungu tayari ameshaiachilia ya sisi kuweza kutembea kwenye kusudi ambalo ameliweka juu ya maisha yetu. Kila mmoja hebu anza kuomba. Baba, katika jina la Yesu ninakuja mbele zako saa hii nikiwa pamoja na watoto wako Jehova. Tazama Bwana wale wote ambao wanafuatilia maombi haya Jehova. Tazama Bwana wale wote ambao wamejoin kwa ajili ya haya maombi Jehova. Mungu usiyeshindwa, Mungu ambaye unaelekeza hatua zetu, Mungu ambaye unatuongoza, Mungu ambaye unatusaidia, tunakuita siku ya leo Jehova, ukaonekane kwenye maisha ya kila mmoja, ukaonekane kwenye maisha ya kila mmoja, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Usiku wa leo Jehova, ninaomba Bwana mapenzi yako yatimie juu ya maisha ya watoto wako, mapenzi yako yatimie juu ya maisha ya watoto wako, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Jehova, tunasalimisha mwaka huu 2026 mikononi mwako Jehova. Mungu Baba wa mbinguni, tunaacha mipango yetu, tunaacha ratiba zetu, na tunaacha matarajio yetu, lakini Mungu tunataka lile kusudi ambalo umeliweka kwa ajili yetu mwaka huu 2026 likatimie katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Jehova Bwana, tunakabidhi kila kitu na kila eneo ambalo linahusu maisha yetu, ambalo linahusu kusudi letu, ambalo linahusu hatima zetu mikononi mwako Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Jehova Bwana, tunaomba Bwana utusaidie na utupe neema ya kuishi si kwa ajili ya mapenzi yetu, lakini Mungu kwa ajili ya mapenzi yako makamilifu, kwa ajili ya mapenzi yako makamilifu, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Jehova Bwana, tunaomba Jehova Bwana Mungu wa majeshi, utufundishe kutii sauti yako na kufuata njia yako uliotupangia, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Jehova Bwana Mungu wa majeshi, tunakuja mbele zako siku hii ya leo Jehova, tukiomba neema ya utambuzi wa kusudi lako, tukiomba neema ya utambuzi Bwana ya hatima ambayo umetuwekea, katika
jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Jehova, tunaomba Bwana utufungulie macho ya rohoni, utufungulie macho ya rohoni, utufungulie macho ya rohoni, ili tuweze kuona kusudi ambalo umetuandalia, ili tuweze kuona neema ambayo umetuachilia, ili tuweze kuona Bwana ile hatima ambayo uliandika ya maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Jehova, tunakataa kila upofu wa kiroho, tunakataa kila aina ya mchanganyiko, tunakataa kutangatanga na kusikokuwa na mwelekeo, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Mungu wa mbinguni, siku ya leo tunaomba hekima. Jehova, tunaomba Bwana ufahamu. Jehova, tunaomba ufunuo, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai, ili Jehova tuweze kujua mahali tulipo na mahali tunapoelekea na kwa nini tupo katika hii dunia, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Jehova, umesema katika neno lako katika Yeremia 33 mstari wa 3 kwamba niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makuu na ajabu usiyoyajua. Jehova Bwana, tunakuita usiku wa leo, tunakuita usiku wa leo Jehova, ukaitike, kwa sababu wewe ni Mungu ambaye siye kiziwi, wewe ni Mungu ambaye unasikia, wewe ni Mungu ambaye unajibu, wewe ni Mungu ambaye sikio lako si zito hata lishinde kusikia maombi ya watoto wako, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Jehova, usiku wa leo Jehova, tunavunja kila vikwazo vinavyozuia kusudi lako lishindwe kutimia kwenye maisha yetu. Tunakataa kila vikwazo ambavyo vinazuia kusudi lako lishindwe kutimia kwenye maisha yetu. Tunakataa kila kizuizi cha kiroho, tunakataa kila kizuizi cha kihisia, tunakataa kila kizuizi cha kimwili, tunakataa kila kizuizi cha kifamilia kinachozuia kusudi la Mungu kutimia katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Tunakataa kila mzunguko wa kuchelewa, tunakataa kila mzunguko wa kushindwa, tunakataa katika jina la Yesu kila roho ambayo inasababisha kupotea Bwana njia na mwelekeo wa maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Mungu Baba wa mbinguni, kuanzia mwaka huu 2026 tutaanza kutembea kwenye kusudi lako, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Jehova Bwana Mungu wa majeshi, tunaomba Bwana neema ya kusikia mwongozo wako, tunaomba Bwana neema ya kusikia na kufuatilia mwongozo wa Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Karibu Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu, karibu Roho Mtakatifu utuongoze, karibu Roho Mtakatifu utusaidie, karibu Roho Mtakatifu utuelekeze, karibu Roho Mtakatifu utuwezeshe hata mahali ambapo tunajisikia kukata tamaa, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Tunakataa kila roho Bwana ya kufanya maamuzi kwa haraka, ya kufanya maamuzi pasipo kusikia ni nini Roho Mtakatifu anasema, ya kufanya maamuzi pasipo kusikia ni nini Roho Mtakatifu anatuambia, ya kufanya maamuzi pasipo kusikia ni nini Roho Mtakatifu anatuongoza, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Jehova, tunaomba neema ya utii na uvumilivu kwenye safari ya kusudi, neema ya utii na uvumilivu kwenye safari ya kusudi, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Pengine Mungu anaweza kuongea, pengine Roho Mtakatifu anaweza kuongea, lakini Mungu, tunakataa kila roho ambayo inasimama kinyume na maisha yetu, ambayo inasababisha tushindwe kutii, ambayo inasababisha tushindwe kuwa na uvumilivu, ambayo inasababisha tufanye maamuzi ya haraka, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Jehova Bwana, tusaidie, utupe moyo wa kukutii wewe, utupe moyo wa kukutii wewe, utupe moyo wa kukutii wewe, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Lebreshinda ramarinda ramashinda ramarinda ramashi. Jehova Bwana, mwaka wa 2026 tunaomba Bwana kuunganishwa na watu sahihi wa kusudi, tuunganishe na watu sahihi wa kusudi, watu ambao watatusaidia kutimiza kusudi lako kwenye maisha yetu, watu ambao watatushauri kutembea kwenye kusudi lako Jehova, watu ambao watatufariji kutembea kwenye kusudi lako Jehova, watu ambao watatuinua kutembea kwenye kusudi lako Jehova, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai.
Ninasimama kinyume na kila mahusiano mabaya. Ninasimama kinyume na kila mahusiano ambayo yanarudisha nyuma. Ninasimama kinyume na kila mahusiano ambayo yanatoa mashauri ambayo yapo kinyume na kusudi la Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Mungu, tunaomba uwalete walimu, tunaomba uwalete washauri, tunaomba uwalete marafiki, tunaomba uwalete viongozi watakao tujenga na kutusukuma mbele katika lile kusudi ambalo umetuwekea Jehova. Kwa maana umesema katika Mithali 13:20 kwamba aendaye na wenye hekima atakuwa na hekima. Tunaomba Bwana utupatie watu wenye hekima. Tunaomba Bwana utupatie watu wenye ufahamu. Tunaomba Bwana utupatie watu wenye maarifa. Tunaomba Bwana utupatie watu ambao wanajua ni nini ambacho tumekibeba na wapo tayari kukisukuma kile kitu ili kiweze kuonekana na kufanyika, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Jehova Bwana, tunaomba ujasiri wa kutembea kwenye kusudi lako bila hofu. Tunakataa kila roho ya 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 hofu. Hofu ya kushindwa, hofu ya kuogopa watu, hofu ya kuogopa yajayo, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Jehova Bwana, tupe ujasiri wa kusimama imara kwenye kusudi lako hata kama tupo wenyewe. Tupe ujasiri wa kusimama imara kwenye kusudi lako hata kama hatupo na watu ambao kutusaidia. Tupe ujasiri wa kusimama kwenye kusudi lako Jehova, na hata kama hatuna watu ambao watatufariji, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Umeahidi Bwana katika neno lako katika Timotheo wa pili 1:7 kwamba kwa maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na upendo na moyo wa kiasi. Jehova, tunaomba Bwana roho ya nguvu katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Tunaomba Bwana moyo wa upendo katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Tunaomba Bwana roho ya kiasi iwe pamoja nasi, kusudi tusije tukaenda kinyume na yule mpango ambao umeweka kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Lebreshika ramarinda ramashinda ramarinda ramashi lebreshe kenterinda ramashinda ramarinda ramashi oria kanterinda ramarinda ramashinda ramarinda ramashi. Kuanzia sasa Bwana, tunatamka kwa imani kwamba mwaka 2026 ni mwaka wa kutembea kiukamilifu kwenye kusudi la Mungu, na hatua zetu zitaongozwa na Bwana. Maamuzi yetu yataungwa mkono na mbingu, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Jehova Bwana, maisha yetu yatazaa matunda kwa ajili ya utukufu wako Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Jehova, mwaka huu 2026 hatutapotea njia, hatutachelewa wala hatutakosa mwelekeo, kwa maana neema ya Mungu ambayo inatuongoza, neema ya Mungu ambayo inatushikilia, neema ya Mungu ambayo inatufariji, neema ya Mungu ambayo itatusaidia kuweza kutimiza wito, utakuwa pamoja nasi mwaka huu 2026, katika jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye hai. Jehova, tunaomba na kuamini. Amen.